ajira kwa vijana. Wewe kama mwakilishi wadi, unaendelea kupata uwakilishi wadi katika wadi ya Mberani. Umepanga vipi? Naam. Asante sana kwa hiyo. Basi msikilizaji, nataka niwaambie tu kitu kimoja. Ya kwamba kuna ajira kidogo sana katika county government ya Kilifi. Ambayo kuajiri watu wote na kwa ngumu. Yes. Lakini given the opportunity, pale nimesema tunaenda kutengeneza sheria. Na tunatengeneza sheria ambazo zitalinda vijana. Kwa mfano, pale mahali ambapo umebobea kama ni uvuvi tuseme. Uvuvi unafaa kuimarishwa. Kuwe na vifaa ambapo wavuvi watakuwa wanaweza kuvua samaki vizuri, watakuwa na hizo safeguards ambazo zitakuwa zinawaprotect kukiwa na matatizo yote baharini. Tupate mazao zaidi. Tena kuwe na mahali ambapo wanaweza wakaweka samaki wao. Na pia kutengenezwe biashara, si biashara tu ziwe ziko hapa Mnarani. Biashara ambayo itachukua samaki kuwapeleka maybe nje ya Kenya. Samaki wataenda kuliwa Mombasa, pia samaki wa Kilifi nje ya Kenya ama nje ya Igod. Wataliwa mbalimbali samaki wa Mnarani. Sasa ni mikakati ambayo MCAs wanafaa ama MCA wetu anafaa kuiangalia. Kuwe na mikakati maalum ambao sasa ile biashara samaki itakuwa imetengenezewa, na pia kuwe na uvuvi wa kisasa. Kuwe na uvuvi wa kisasa kwa sababu nimewaambia hata ukulima unafaa kuwa wa kisasa. Na elimu inafaa kuwa ya kisasa. Ajira hapa county government. Kitu ambacho nataka nirudie tena ni msukumo. Wewe kama mwakilishi wa wodi ya Mnarani, jambo la kwanza kabisa ni tutake kujua katika zile nafasi kubwa. Pale county government kuna mawaziri, pale county government kuna chief officers. Tunashukuru kwa sababu tumepewa baadhi. Siwezi sema mtu akitoka Mnarani town hajapewa cheo kikubwa. Tuko naye pale waziri Madam Yaye, tuko naye waziri mwingine anatoka hapa Madevu, nimemsahau jina, Bokoro. Na baada ya kupewa ule waziri, kuna zile kazi kwa vijana ambazo MCA pia anafaa kushikana na watu vizuri. Naam, ashikane na hawa watu vizuri. Umetokea chances za kazi, watu wako wa Mnarani umepeleka wangapi? Na mara nyingi hapa Mnarani wote, ama niseme hapa Mnarani, nitasema vijana wengi ni wale ambao labda pengine wamemaliza form 4 hakufanya vizuri, na wengine ni dropouts. Kwa hivyo ni wale wanapata zile kazi unskilled. Na unskilled jobs utakuta si nyingi. Na hata hizo professional jobs pia si nyingi. Lakini nimekwambia kuna kitu inaitwa kilimo, nimekwambia kuna kitu inaitwa uvuvi, kuna kitu inaitwa ufugaji. Kama kiongozi, kwa sababu kilimo pia ni ajira kama ajira zingine. Inaleta pesa kama vile vitu vingine, kazi zingine zinaleta pesa. Kitu kingine, hata soko hapa Mnarani. Sisi tuko na kasoko kadogo sana ambapo kako hapa Mbwajuni. Lakini hata mimi mwenyewe nilikuja nikamwambia gavana, tunataka soko. Sasa hii hapa Mnarani tuko na town kubwa hapa kwa Pastor Ezekiel. Na pale tunahitaji tuwe na soko ambazo tutaleta bidhaa zetu pale. Pale kunakuja watu mbali sana. Kuwe na mahali ambapo kuna soko, na nilimwambia gavana tuko na land mahali pale. Kwa hivyo hata nafikiri nikiongea hivi labda pengine atanisikia ama asisikie, lakini kuna watu wake watanisikia. Kwa hivyo nawakumbusha kwamba bado tunahitaji soko, na hili soko halitafanya biashara na mama peke yake. Si hata vijana anaweza fanya biashara. Kitu kingine ambacho ninataka sie tunawadharau sana watu wa bodaboda na wapenda. Kwa sababu mimi mwenyewe hata nikija hapa nimekuja na pikipiki. Na wapenda sana. Lakini kama ninawapenda, hapa Mavueni sikungekuwa na shida. Wale wanachomeka na jua wale vijana wetu pale. Kunafaa kukuwa na MCA ambaye amepeleka hiyo hoja kule bungeni kwamba tunataka shed pale Mavueni. Tunataka shed kule kwa Pastor Ezekiel. Tunataka shed na mahali pengine hapa Mnarani. Ili vijana uwalinde lazima wawe na afya nzuri. Wakipigwa na jua zaidi si unajua akili pia. Alafu ukasema kuna mambo ya mihadarati. Mihadarati pia inapunguzwa na ile education ambayo utakuwa unapatia pia. Vijana wetu wanafaa kuwekwa katika groups ambazo watapata wataalamu waje wakiwapatia ushauri. Wakiwapatia ushauri, wanataka pia kupewa vitu vya kufanya. Wapewe vitu vya kufanya kama hizo couch, wapewe vitu vya kufanya, hata ukiwalinda pia wanaona umewafeva zaidi. Alafu sasa kukitokezea kibarua mtu anaajiriwa kwa sababu
vibarua haviji mara moja hata tupate vibarua kama 1500 hapa Mnangagwa. Ni ngumu. Na pia kwa kuwapatia elimu zaidi. Mimi hata hivi ninavyoongea nimetoka kwa mkutano na nikasema kama kuna young mothers warudi shule waende wakajipatie ujuzi maalum ili utawasaidia katika maisha yao. Sasa huwezi kuchukua kijana tu ambaye hana ujuzi. Na kama kufagia kwani ile county government itafagiliwa na vijana wote hapa Mnangagwa. Haiwezekani. Kwa hivyo ni sisi tutengeneze, tuwaambie hawa vijana kama yuko pale hajapata license, apate license. Na mimi peke yangu siwezi. Ni lazima MCA ingilie kati. Sisi pale kwetu hatuna pesa nyingi za kuwapeleka wapate license, kuna pesa kidogo. Lakini MCA anaweza akateka pesa ile ambayo anataka kabisa, akapeleka vijana hawa mwaka huu, akapeleka vijana hawa mwaka mwingine ili ukapata pia wako na license. Ile pia ni kuwalinda kwa sababu mtu akiwa na driving license atakuwa anajua sheria za barabara. Kitambo mtafutie kazi anapata shilingi, lakini huku pia umemlinda kwanza. Alright. Umesema kwamba unanuia kwa mwakilishi wako wa wadi ya Mnangagwa. Naam. Ukazungumzia kwamba pale Makueni ingekuwa ni wewe sasa uko kwenye uongozi, wangekuwa hawalalamiki na nyuma. Hawangelalamika. Na sehemu nyingine tofauti. Hivi sasa wewe ni mbingine ambao umeweka ili kuhakikisha kwamba hawa vijana hawa tunakiwa. Mimi sahi sina mfuko wote wa kuweza kutengeneza shade. Kwa sababu sijaingia katika uongozi wa kuchaguliwa ambao kuna hazina maalum ya serikali. Kwa sababu si pesa rahisi, si pesa kidogo. Na kupitia kwangu sisi tulikuwa tuna vifaa kidogo ambavyo ni hafifu. Kulikuwa kuna miavuli pale ofisini na nikaweza kumwambia mbunge hebu wasaidie hawa wamama wanauza samaki na hawa vijana. Na vijana kidogo walipata, wamama kidogo walipata, japo si wote. Lakini sasa inanitia uchungu kama kijana atakaa pale stage mpaka jioni, huwa nafikiri akili yake itakuwa sawa. Lazima atakuwa mgonjwa, turudi hapa kwa afya tena. Kwa hivyo mimi given the opportunity nitamlinda kijana kwanza pale mahali ambapo yuko kwanza. Na kisha nimeangalia, nimemfunika vizuri, nimemtengenezea kivuli. Nikimtafutia kibarua polepole kulingana na ujuzi amepata. Lakini swali langu ni vijana wangapi ambao wako stage ambao wana ujuzi? Hiyo. Pili, tunataka county government kupitia kwa MCA waimarishe hiki Mkwajuni Polytechnic. Ile Mkwajuni Polytechnic inafaa kuwekewa pesa. Kitambo ilikuwa inawekewa pesa na tulikuwa tunamwambia MCA pia kwamba tutengewe pesa ile iboreshwe. Ile inafaa kuwa vocational center ya kisasa. Mafunzo maalum ikuwe na vifaa vya kutosha vya kufundisha watoto. Pale hata saa hii mtu akimaliza kusomea saluni pale akikuja hawezi kukusoma kwa sababu hajui. Hajui. Lakini sasa kulete walimu wale ambao wana ujuzi zaidi. Sawa sawa.